yule binti kwenye ile kanisa alitengwa. Akatengwa kwa sababu yani kwamba bwana kwanza, yani kuna ile kitu anasema kwamba kwa sababu umekiuka misingi yetu wewe si kanisa. Kwa hiyo yule binti mpaka leo hana mahusiano mazuri na kule kwenye kanisa alikotoka, kwa sababu alipata mwanamume ambaye ni wa dhehebu lingine. Kwa unaweza kwa, lakini sasa wale kwa sababu walikomaa wakasema bwana kwa sababu sisi tumependana, sisi tutaenda. Yani iwe isiwe sisi tutaenda. Wamependana. Wao wakaenda, hawakuangalia kwamba watapoteza nini, lakini walichokiangalia bwana sisi tumeelewana. Wameendelea na safari. Kwa hiyo wakasema basi sheria za kanisa zibaki pembeni na sisi sheria za upendo wetu zibaki pembeni. Hapo kama ni maji yamefika 100 degrees centigrade. Na huwa wanasema pia ukimpenda mtu utamtetea. Ni kweli. Ukimpenda mtu utamtetea. Kwa sababu nilikutana na kesi moja kwa rafiki yangu alinifuataga. Sababu bwana nimepata binti. Yule binti wakakaa kwenye mahusiano. Yule kijana amemaliza chuo, akawa anajitafuta, anafanya kazi za bodaboda. Binti na wakao wamekana kwenye binti kwenye mahusiano kwa kitambo. Sasa imefika muda sasa binti anaenda kumtambulisha nyumbani. Binti ameenda kumtambulisha nyumbani kwamba nina kijana nimempata. Nimemuelewa na tumeelewana. Unaona? Binti alipomtambulisha kwa nyumbani, mama yake akamuuliza, kijana na kazi gani? Unaona, ndio pia na kazi nayo inakuwa hiyo na changamoto. Kijana na kazi gani? Yupo sasa hivi nimemaliza chuo, kwa sasa hivi amejiajiri mwenyewe. Anafanyaje? Anaendesha pikipiki. Ni bodaboda yeye. Kumbe wazazi wao walikuwa na sana mama. Yaani kuna picha kubwa ambayo alikuwa nayo kichwani kwamba mwanangu. Unajua kwenye hizi familia kuna ile family friends Sasa kwenye ile family friends kumbe kulikuwa na ile familia nyingine walikuwa na kijana wao pale. Yule kijana alikuwa anafanya kazi benki. Kwa mama kana tayari alishatengeneza mitazamo, alishatengeneza maono kwamba mimi binti yangu lazima aje aolewe na kwenye hii familia yenye profile kubwa. Sasa kijana anafanya kazi benki. So sad. Unaona? Sasa huyu kijana binti anakuja kumletea hizo taarifa, akamuuliza anafanya kazi gani, kujua akajaweka kwenye mizani bodaboda. Mfanyakazi wa benki. Wewe binti usimtanie. Hiyo mizani usimtanie. Umeona? So kilichotokea wakamforce. Mwambie hayo haiwezekani. Ikapingwa. Binti anarudi kwa kijana ambaye bwana nyumbani wanakukataa na nini. Kijana kana nipigia simu tunaongea. Kijana kana mwambia huyo binti kama kweli anakupenda atakutetea. Sawa. Na inatakiwa iwe hivyo. Anayekupenda. Sasa ilifika kipindi binti naye akashindwa. Akaona force ya wazazi imekuwa kubwa kuliko matazamio yake au kuliko nia yake na yule kijana alikuwa naye mwanzo. Kone akatekewa, akamezeshwa ile kitu, akaona kwamba yule kijana wa benki ndio atakuja kuwa sawa. Kwa akaenda akahamisha mahusiano. Wakamwacha mwanetu bodaboda. Na mimi niliongea na yeye, kijana alikuwa anaumia, kijana alikuwa na maono makubwa sana, alishajiwekelwa sana pale. Alishajitahidi sana kukaa na yeye na nini. Kwa nini kafundisha ngana ngeni jitahidi aongee na nini anaongea wapi. Ikafika kipindi yule kijana kabisa sasa aachie, kwa sababu binti tayari alishamezeshwa kule na huko tayari akaanza kujiondoa taratibu. Na kijana akaanza kuziona hizo sign, akimtafuta binti hapatikani. Akimtafutia simu ya ndio hizo, yani unajua ile tofauti na mwanzo kuna zile mawasiliano unaona ghafla sana. Ghafla sana, mabadiliko ya ghafla sana. Basi bibi ilifika hatua yule kijana akaamua liwao na mimi. Kama nimeamua kwenda kule mama nenda, mimi ninawa. Akagifa. Basi kijana akaamua tu kuachia hiyo. Binti akaenda kule, akaanzisha mahusiano na yule kijana wa benki ambaye ndio wazazi walikuwa wanatamani. Nimeenda hivi ninavyokuambia, nilikuja kuongea naye juzi. Ilikuwa mwezi wa kama sio mwezi wa 7 wa 6, yule kijana kumtafuta bwana, vipi unaendeleaje? Akaniambia bwana, uwezi amini. Ndio. Yule binti anaanza kurudi kwa kasi. Unaona? Sawa. Anarudi kwa kasi. Kwa nini?
Kumbe kule alikoenda yule binti alikuja kugundua alipata shida kwa sababu wale watu ni wenye hela. Wenye hela ndio. Wenye hela maana wana uwezo kidogo. Unaona? Kuna namna fulani alikuwa anakutana na kiburi, manyanyaso. Umeona kijana, alafu kumbe kijana pia alikuwa na vitu vingine huko na mahusiano mengine. Kwa binti kuja kugundua vile, akaja kuona kumbe nimetupikia sipo. Kwa binti anatoka kule anarudi huko. Anarudi huko kumbe mwamba tayari alishamtoa moyoni. Unaona hiyo kitu? Sasa hiyo kuna kitu kinaitwa love bomb. Love bomb ni ile kipindi ambapo yani unakuta fulani anampenda fulani. Yani ile grafu inapanda, yani upendo wake, yani ile kiu ya yule kwa na yule mtu mkubwa unakuta anamfuatilia hata kama wapo kwenye mahusiano. Yani huyu upendo wake ni mkubwa sana. Lakini huyu kama vile hajali, yani haoni, yani haioni ile. Kwa hiyo kipindi anachukulia kawaida. Inawezekana labda huyu naye kuna sehemu anaiona kule. Kwa hiyo anamuona kama vile huyu mtu wa kawaida sana. Unaona? Sawa. Sasa inaenda ikafika kipindi yule mtu sasa kupambana, kuonyesha kwamba anampenda, atafanya nini anafanya, anafika kipindi anachoka. Kwa akichoka sasa ile grafu inashuka kwamba basi sasa. Ikishashuka sasa kumbe huyu mwingine kule anakuja kuona kumbe huko siko sawa. Huko siko sehemu sahihi. Ngoja nirudi kwa mwenzangu sasa nikawekeze. Anarudi huko anakuta mwenzake ameshapoteza ndio kama ya huyo sasa. Ashakutana na wale ambao watu wako tayari kuishi na huyo boda na maisha yaendelee. Kabisa. Kwa anakuta tayari kashamtoa moyoni. Tunapata maana ya kwamba sasa kumbe upendo sio kitu. Upendo ni wewe. Upendo sio. Sawa. Na hizo kitu wengi tunawasumbua pia vijana wengi hiyo kwenye kupenda tunatanguliza kuangalia vitu. Angalia mtu. Ndio maana leo hii kuna mabinti wanajitia sana. Kwa sababu kuna watu waliwakataa kipindi cha nyuma, sasa hivi wakiwaangalia wanasema ningejua, wanabaki tu vingi. Kwa sababu kile kipindi walikuwa wanaangalia vitu. Akimchiki kijana hana kazi, yani yupo au kama ni chuoni akimchiki anamuona tu kijana yeye kwa anatafuta watu wenye profile kubwa. Ndio. Alafu mwisho wa siku sasa anaingia nao kule kumbe wale watu wenyewe hawana malengo. Ni watu kupoteza muda tu. Unaona? Alafu mwisho wa siku anakuja kugundua kwamba ndio huyu fulani bwana. Ya kumwangalia sasa hivi ndio yuko kwenye zile status nzuri. Na mimi ndio maana huwa nawaambiaga sana mtu aliyekukataa ukiwa hauna kitu afa anakuja leo ukiwa na kitu, huyo ni mbaya sana. Kwa sababu atakuja utampokea. Maisha hayana formula. Kuna siku utashuka. Mr. George, naomba uirudie vizuri, asikilize vizuri mtazamaji wa Sifa Online TV. Mtu aliyekukataa ukiwa hauna kitu alafu akakubali ukiwa na kitu ni mbaya sana. Hiyo wamenukuu. Ni mbaya sana. Ni heri yule mtu aliyekukubali ukiwa hauna kitu. Ndio. Kwa sababu yule hakuangalia kitu, amekuangalia wewe kama ulivyo. Yani watu wengi wanachokikosea hapo. Yani mtu wanaangalia kwamba wanaangalia vya nje baada ya kumwangalia mtu. Kwa sasa yule mtu anayekuja anayekukataa ukiwa hauna kitu afu leo anakuja kwa sababu umepata vile vitu ambavyo yeye alikuwa anavitamani uwe navyo. Anakuona leo una maisha mazuri. Una kazi, una biashara, maisha yamenyoka, umejenga sio na nini, ndio anataka sana anajileta. Anaanza kuona thamani yako. Ingia ukamchukua kwa kaa naye. Kwa sababu yule kumbuka yule mtu yuko pale sio kwa mlengo wa kujenga na wewe, kwa mlengo wa kukupenda. Yupo kwa sababu amevutiwa na vitu. Kuna vitu vilivyopata sasa hivi. Kwa vile vitu vikija kuondoka, maana kumbuka lazima naye ataondoka. Kama mwanzo alivyokukataa kwa sababu hauna vitu. Vitu vyako vikiisha na yeye anaisha. Anaenda alipotoka. Mtazamaji wa Sifa Online TV, bila shaka unazidi kujifunza vitu vingi kuhusiana na mahusiano haya. Mr. George Butondo yuko hapa kwa ajili ya kutuelekeza ili tuweze kumanage au kuyamudu haya mapenzi. Japo ni vigumu kuyamudu, ila kupitia hii mentorship inayofanyika na Mr. George hapa, bila shaka utakuwa unajifunza vitu vingi. Mr. George, labda mtazamaji angependa kufahamu, kuna swala sijajua kama nitakuwa nimekuingiza kwenye dini zaidi. Umezungumzia issue ya madhehebu. Madhehebu kwamba imekuwa ni changamoto pia, yanafanya vijana wengi wanaingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano ambayo hawakutarajia.